Movie moja kwa moja inatupeleka kwa bidada anaitwa Vanessa. Vanessa usiku huu wa leo anaonekana kutoka clubs akiwa amelewa sana. Na Vanessa anaingia chumba ambacho sio chake. Na mahala baada ya Vanessa kuingia chumba ambacho sio chake, moja kwa moja Vanessa anaenda mpaka bafuni na kuanza kuoga. Lakini ukumbuke kwamba Vanessa usiku huu leo ametoka club akiwa amekosea chumba na kuingia chumba ambacho sio chake. Vanessa anaanza kuoga na kuimba kwa sauti za juu sana. Za juu sana ambazo ziliwafanya watu wengi waliokuwa katika maeneo yale ya jirani kuweza kusikia sauti hizo. Huyu hapa ni mchizi na demu wake walisikia sauti hizo na kujiuliza nani huyu. Na huyu dada pia ambaye alikuwa anaoga naye alisikia sauti za watu wakiguna. Baada ya hapo walienda kumuona kwamba ni nani huyo anayeoga katika bafu letu. Mara ghafla anatoka huyu hapa dada kama nilivyokueleza, dada anaitwa Vanessa. Mshikaji alimwambia Vanessa, huyu hapa mpenzi wake na mshikaji alimwambia unamjua? Kumbe nyie watu mnafahamiana. Wewe kumbe unamjua? Hebu niambie nini kinaendelea hapa? Mshikaji akasema kwamba hapana, sifahamu chochote kile ambacho kinaendelea. Hapana, unasema nini? Dada alibidi aondoke na kwenda kwenye chumba chake. Mshikaji alimwambia hapana, usiondoke. Akasema niache. Ni nini hapa unafanya? Ina maana unasema kwamba umfahamu mtu anaingia kwenye chumba chako? Naondoka na usinitafute. Hapana baby, usiondoke. Huyu hapa mshikaji anaitwa Ikemi na mpenzi wake anaitwa Precious. Kesho yake asubuhi ilibidi mshikaji aende kwa mpenzi wake na kuomba msamaha na kumwambia kwamba samahani, sijui kinachoendelea siku ya jana. Yule ni Vanessa na jirani yangu na alikuwa amekosea chumba. Mpenzi wake alimwambia, hivi unadhani unaweza kumwambia mtu yoyote maneno ya design hiyo na akakuelewa? Fikiria kama wewe ndio ungekuwa mimi. Ungeweza kusikiliza na kuelewa maneno hayo ambayo unaniambia wewe? Yule ni mpenzi wako. Naomba usinitafute na achana na mimi. Baadaye tunaona kwamba mshikaji alienda mpaka kwa Vanessa ambaye usiku wa jana alikosea chumba na kuingia chumbani mwake. Vanessa alimwambia, unataka nini Ekemi? Huyu jamaa anaitwa Ekemi kama nilivyokuambia. Ekemi alimwambia kwamba unanipigia fujo, unataka kila mtu asikie kwamba unanifokea. Vanessa alimwambia samahani. Ekemi alimwambia Vanessa kwamba unajua kwamba ujinga wako ndio umesababisha kwamba mpenzi wangu ameweza kuniacha na hataki tena kunisikiliza. Vanessa alimwambia kwamba samahani, na narudia tena kusema samahani, usiku wa jana sikutarajia kitu kama kile kitokee, nilikuwa nimelewa. Akamwambia ona sasa, kulewa kwako kumemfanya kwamba mpenzi wangu ameshindwa kunielewa na amegoma kabisa. Na kuomba nenda ombe msamaha na umwambie kila kitu ambacho kinaendelea baina yangu mimi na wewe. La sivyo, usipofanya hivyo utaniona mimi mbaya. Mshikaji aliweza kuondoka. Lakini kesho yake Vanessa alimfuata Precious, ambao Precious nimekuambia kwamba ni mpenzi wake na Ekemi. Vanessa aliongea na Precious na kumueleza kwamba usiku ule wa jana Vanessa alikuwa amelewa na hivyo Vanessa alikosea kuingia chumba ambacho sio chake, na bahati mbaya ndipo alipoingia chumba cha Ekemi. Lakini Precious alionekana kutokukubali na mazungumzo ambayo Vanessa haikuja kumwambia. Lakini Vanessa aliendelea kumsihi sana Precious na kumwambia kwamba hapana, yule ni jirani yangu. Lakini ona hapa, Vanessa alimwambia kwamba hivi wewe na Ekemi kuna kitu chochote kinachoendelea baina yenu? Maana huwezi kukosa kumsamehe mtu kwa jambo dogo kama hili na umedhamiria kumwacha, au ulikuwa unatafuta sababu za kumwacha? Sikia nikwambie, mwambie huyo mpenzi wako, hapana sio mpenzi wako, ni ex wako sasa. Mwambie kwamba mimi nilikuja na nimekuambia kila kitu ambacho kinaendelea baina yangu mimi na wewe, lakini hujataka kunisikiliza. Kwa hiyo mtajuana nyewe wenyewe, mimi usinipotezee muda. Precious alisema, ina maana Ekemi unamtuma mtu wako kuja kuniombea msamaha? Baadaye tunamuona kwamba Vanessa alikwenda kwa rafiki yake. Huyu hapa anaitwa Rara.
ni rafiki yake na Vanessa, na huyu hapa ni mpenzi wake na Rara ambaye ni shemeji yake na Vanessa. Rara alikuwa mtandaoni katika application ya kutafuta wachumba. Alimuona mkaka mmoja mzuri na kumwambia kwamba, Vanessa, kuna mkaka nimemwona mtandaoni, ni mzuri, hakika atakufaa, ni mtanashati na anaonekana pia ni handsome. Hemu mkaka mwenyewe muone ni huyu. Huyu hapa anapatikana katika application za kutafuta wachumba, yani zile dating app. Mpenzi wake na Rara alimwambia, na mimi nimuone. Inaonekana kwamba Rara anamtafutia Vanessa mchumba kwenye zile application za kutafuta wachumba. Lakini mpenzi wake na Rara alimwambia, huyu hapa ni mzuri. Baadaye tunaona kwamba Hekeme alienda moja kwa moja mpaka kwa Vanessa na kumwambia, Vanessa, nimekutuma uende ukaniombee msamaha na kumwambia kwamba Precious, kitu chote ambacho kinaendelea baina yangu mimi na wewe, lakini wewe umekwenda kumtukana. Vanessa alikanusha yale mazungumzo ambayo ambayo Hekeme alikuja kumwambia na kumwambia, mimi siwezi kumtukana mpenzi wako, nimekwenda kama vile ulivyoniagiza, nimekwenda kukuombea msamaha, lakini mpenzi wako hakuweza kunielewa. Baadaye Precious alikuja kuonana na yule mchumba ambaye alitafutiwa na rafiki yake Rara mtandaoni, ambaye ndio huyu hapa. Lakini pembeni tunamwona yuko Hekeme akiwa na rafiki yake. Hekeme alimwambia rafiki yake kwamba, unamwona yule pale anaitwa Vanessa, na ndiye ambaye ameweza kusababisha mahusiano yangu baina yangu mimi na Precious yamevunjika kwa sababu ya ujinga wake wa kukosea chumba. Kwa hiyo Hekeme kiukweli hajafurahishwa na alimwambia rafiki yake kwamba ni lazima nifanye kitu kuhusiana na huyu mtu. Lakini tunaona pembeni huyu hapo ni Vanessa na mshikaji huyu anaitwa Daniel ambaye alitafutiwa na Rara mtandaoni. Bwana Daniel yeye ni mshikaji ambaye shughuli zake sana ni kujiuza mtandaoni, au tuseme kwa lugha nzuri kusema anadanga mtandaoni. Anatuma picha zake kwenye zile applications za kutafuta wachumba mtandaoni, lakini malengo hasa yakiwa ni kuwatapeli wadada. Baada ya wadada kuvutiwa naye, anakuwa naye katika mahusiano na baadaye anamwambia kwamba awekeze katika kampuni yake au awekeze fedha mtandaoni, na mdada akiingia kingi na kuwekeza anapigwa. Hiyo ndio issue kubwa sana ya Daniel. Lakini tunaona kwamba baadaye Daniel aliweza kumtembelea Vanessa na kumletea maua. Hapo ndipo ambapo Daniel amemfuata Vanessa kwake na kumletea maua. Vanessa alimwambia kwamba sikutarajia kukuona hapa, akamwambia naamini hicho, lakini pokea maua yangu kama zawadi. Vanessa akasema, kiukweli maua ni mazuri, na nimewapenda. Lakini Daniel bana alimvuta Vanessa na kumwambia kwamba unaweza ukawekeza kwenye kampuni yangu, na kampuni yangu itaweza kukupatia fedha nyingi sana ukiwekeza fedha kidogo. Huyu jamaa bwana yuko mtandaoni, shughuli zake anazifanya mtandaoni. Kazi yake kubwa sana ni kuwashawishi wadada wawekeze na baadaye anawapiga. Vanessa alimwambia kwamba hakuna shida baby, nitaweza kulifikiria hivyo na nitakupa majibu au mrejesho si muda mrefu kuanzia sasa. Lakini Daniel aliendelea kumuhimiza sana na kumwambia kuna faida nyingi sana endapo utawekeza fedha mtandaoni na kuhakikishia utapenda. Vanessa alimwambia usiwaze baby, twende chumbani. Vanessa tayari kashaingia kwenye penzi zito sana na huyu mshikaji wa mtandaoni. Baadaye wakiwa chumbani, Vanessa alikuwa anatumiwa message na namba ambayo ilikuwa ni ngeni. Message ilikuwa inasema kwamba huyo mshikaji ambaye unadate naye namfahamu na najua taarifa nyingi sana kuhusu yeye. Daniel aliweza kuchukua simu na kuangalia na kusema kwamba ni nani huyu ambaye anakutumia hizo SMS. Vanessa alisema simfahamu, lakini naamini atakuwa ni ex wangu kwa kuwa naamini kwamba hatakuwa hapendi mahusiano yangu baina yangu mimi na wewe. Kwa hiyo ndo maana anataka kunitumia hizo SMS na kufanya kwamba mimi niweze kuachana na wewe. Lakini baby, na kuhakikishia hawezi kufaulu katika hilo. Mimi nakupenda. Vanessa aliendelea kusoma zile SMS na kumwambia baby, usiwaze. Hawezi kusababisha nikakuacha au nikafanya lolote lili kuhusiana na mahusiano yetu. Kwa hiyo Vanessa aliendelea kumpa moyo Daniels kwamba hawezi kumwacha. Lakini Daniel alikuwa na wasiwasi
huenda Vanessa angesikiliza hayo maneno na kuona hizo SMS ambazo huyo jamaa anamtumia na akaamua kuzipeleleza na kumwacha Daniel. Lakini Vanessa alionyesha kutokujali na kwa hizo SMS. Daniel anaonekana mwenye furaha kwa sababu alijua kabisa kwamba Vanessa yuko upande wake. Kwa hiyo alijua kabisa kwamba Vanessa hawezi kuendelea kufuatilia hayo mambo. Kesho yake asubuhi Ekeme anamfuata Vanessa na Ekeme anamwambia Vanessa, unahisi kwenye hizi apartment yuko peke yako? Kwa nini unapokuwa unafanya mapenzi na huyo jamaa yako unapiga fujo sana? Vanessa alicheka. Akamwambia, wewe acha ujinga. Kwa nini wewe usitafute wako? Alafu kama unaona inakupigia fujo, kwa nini usio unaweka mito masikioni mwako usitusikie? Ekeme alionekana kutofurahishwa na hicho kitendo na kumwambia Vanessa, huo ni ujinga na ni ushamba. Vanessa akamwambia achana na mimi. Kwa hiyo Vanessa aliendelea kumpiga vijembe Ekeme kwamba atafute naye mpenzi. Lakini baadaye Daniel aliendelea kumhimiza Vanessa juu ya swala la Vanessa kuwekeza kwenye huo mtandao. Na baadaye Vanessa alionekana kabisa kukubali hilo swala. Ndipo Daniel akamwambia, vipi atukiamshi? Vanessa akamwambia, hapana kabisa. Wewe ukianza saa hizi umalizi rafiki yangu. Walionekana wana furaha sana. Baadaye Daniel alipotoka nje, kuna mtu alimpigia na kumwambia kwamba kuna mtu anamtumia SMS Vanessa. SMS hizo zinadai kwamba ananijua na anajua mpango wangu mimi na Vanessa. Naomba mtafute huyo mtu haraka iwezekanavyo. Lakini pembeni alikuwa Ekeme. Ekeme alikuwa anasikiliza yale mambo. Alikuwa anasikiliza yale mazungumzo kati ya Daniel na huyo mtu kwenye simu. Ngoja nikupe kitu kimoja kuhusiana na Ekeme. Ekeme bana ni cyber security expert. Maana yake ni mtu ambaye anahusiana na usalama wa taarifa mtandaoni. Kwa maana yake ni hackers, ni mdukuzi. Alichokifanya Ekeme ni kudukua taarifa za Daniel na kugundua kwamba Daniel ni tapeli na lengo la Daniel ni kutaka kumtapeli Vanessa. Kwa hiyo Ekeme kazi yake kubwa ilikuwa ni kumshtua Vanessa kuhusiana na Daniel kwamba anataka amtapeli. Nia na madhumuni ya Ekeme ni kuvuruganisha huu uhusiano kati ya Vanessa na Daniel, na hilo ndo lengo lake kuu Ekeme, ili awe naye amefurahi kwamba Vanessa aweze naye kumwacha Daniel. Kwa hiyo hapa Ekeme alikuwa anajishauri kwamba sijui nimtumie message Vanessa, taarifa za huyu jamaa, nimueleze kila kitu Vanessa, hivyo Vanessa ataweza kumwacha huyu mtu, na mimi lengo langu kuu ni kwamba Vanessa mahusiano yake yaharibike kama mahusiano yangu yalivyoharibika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo Ekeme alikuwa anajishauri kwamba na baadaye ilibidi Ekeme amtumie Vanessa taarifa zote ambazo zilikuwa zinahusiana na Daniel. Ndipo ambapo Vanessa akaziona zile taarifa ambazo taarifa zinaonyesha kwamba Daniel ameweza kutapeli wadada tofauti kutoka Abuja, Lagos na maeneo mengi sana ya Nigeria. Kwa hiyo Vanessa akaona zile taarifa na kusema, hichi kitu unachokiona ndio kinakuhusu. Je, ushawahi kutapeli Abuja, Lagos? Daniel alionekana kubutwa na baada ya kujua kwamba Vanessa tayari ameshajua kitu ambacho Daniel anikifanya. Vanessa alimwambia Daniel, naomba unijibu hichi kitu. Baada ya Daniel kuona kwamba amegundulika, ilibidi akimbie. Vanessa alibaki anashangaa sana. Lakini Vanessa baada ya hilo tukio alijua moja kwa moja kwamba huyu atakuwa ni Ekeme. Hakujua kama atakuwa ni mtu mwingine. Atakuwa amejua kwamba huyu ni Ekeme kwa sababu Ekeme alikuwa na malengo ya kwamba mahusiano yangu yaweze kuvunjika. Hivyo alimfuata Ekeme na kumwambia, wewe subiri. Alipoingia ndani, Vanessa alichokifanya ni kuchukua simu yake na kutuma ujumbe mfupi ili aone je, ile namba ambayo ilikuwa inamtumia zile taarifa ni ya Ekeme. Na Ekeme iliita simu yake. Vanessa akamwambia, ni wewe kumbe. Ndio unafanya haya yote? Kwa nini unafanya haya yote? Ekeme alichomwambia kwamba acha ujinga. Toka ndani mwangu. Ina maana wewe hujui kama mapenzi yangu wewe uliweza kuyaharibu. Alafu leo huyu unakuja kwangu. Acha ujinga, toka bana. Vanessa alitoka, lakini Vanessa naye alibidi afanye mpango. Alibidi amfanyie mpango Ekeme. Alichokifanya Vanessa naye ni kumtafuta mwanamke, ambayo huyo mwanamke akamtafuta Ekeme na akamwambia kwamba waonane. Nia na mazumuni, Vanessa anataka alipizie kisasi cha Ekeme alichomfanyia. Kwa hiyo alimleta mwanamke fulani ambaye alikuwa ni wa ajabu sana kwa Ekeme. Huyo mwanamke alikuwa anazungumza vitu vya ajabu sana na Ekeme. Ekeme akamwambia, ngoja kwanza niende bathrooms. Lakini baadaye yule dada mazungumzo yake akamtaja Vanessa.
Ekeme akajua kumbe ni mpango wa Vanessa, ameniletea huyu mwanamke kunikomoa. Basi haina shida, ngoja nimkomoe. Sasa kama nilivyokuambia, Ekeme ni cyber security expert na pia ni hackers. Kwa alichokifanya ni kuhaki kompyuta ya Vanessa na kupata picha za uchi, yani za utupu za Vanessa, na kesho yake asubuhi aliziposti mtandaoni. Lala asubuhi yake anaamka, anamwambia Vanessa, njoo uone ni nini hichi kitu, mbona una trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Vanessa alipofika kuona, aliona picha zake za utupu zimepostiwa, na aliyeposti ni Ekeme. Lakini bahati nzuri ni kwamba Ekeme hakuweza kuzionesha moja kwa moja sura, aliweza kuficha ile sura na kuonesha mwili mtupu. Lala alimwambia, unaenda wapi tena? Akamwambia, naenda kwa Ekeme. Ekeme kwa nini anafanya haya yote? Na baadaye Vanessa alienda kwa Ekeme na kumfokea na kumwambia, Ekeme, umefanya nini? Ekeme, kwa nini umefanya haya yote? Kiukweli Ekeme moyo wa binadamu ulimjia, na hapo alipiga magoti na kuomba amani, naomba unisamee. Kiukweli sikutarajia kabisa, na nilipoamka asubuhi nimejisikia vibaya kwa kile ambacho nimekufanyia. Naomba unisamee. Kiukweli na Vanessa pia kuna kitu fulani kilimjia na kujikuta kwamba anaondoka. Alipomfuata Rara alimwambia, kimetokea nini huko? Vanessa alimwambia, ameniomba msamaha na kupiga magoti. Rara alimwambia, I say, lakini sio jambo baya kwa sababu akuonesha sura yako, alificha, ameonesha mwili tu. Vanessa alisema, ameniomba msamaha na amepiga magoti, kiukweli nimemwonea huruma. Baadaye Ekeme alikuja kwa Vanessa ili kutaka kumwomba msamaha na kuzungumza naye, kwa sababu kitendo ambacho alimfanyia kwa siku ya jana kilikuwa si kizuri sana. Vanessa alifungua mlango na Ekeme akawa ameingia na kumsalimia. Vanessa alimwambia kwamba, Ekeme, unataka nini? Ekeme akamwambia kwamba nakupenda. Vanessa alicheka sana kwa sababu mshikaji hakuzungumza mambo mengi sana, alizungumza neno moja tu, I like you. Vanessa alicheka sana sana. Ekeme akamwambia, huo ndio ukweli, kiukweli nakupenda sana Vanessa. Vanessa akamwambia, kwa haya yote uliyoyafanya na leo hii unaniambia unanipenda, umeposti picha zangu, umefanya mambo mengi sana kuhusu mimi, leo hii unaniambia unanipenda? Bwana, mwacha utani, mtoka bwana. Lakini Ekeme aliendelea kuzungumza kwamba I like you, nakupenda Vanessa. Vanessa akasema, mwacha kwanza, unanipenda mimi kweli? Ekeme akasema, ndio nakupenda, na nataka utambue hilo Vanessa, nakupenda sana. Kiukweli Vanessa alihisi kama ni utani ambao Ekeme anamwambia, na hakuweza kuamini hata kidogo. Alimwambia Ekeme, nakuomba uondoke, lakini Ekeme aliendelea kusimamia katika ule msimamo ambao alikuwa nao kwamba I like you Vanessa. Lakini Vanessa alibaki kwenye butwaa na kujua kwamba huo ulikuwa ni utani wa Ekeme. Lakini baadaye Vanessa aliweza kumuelewa Ekeme na kukubali kwamba Ekeme yuko serious na kweli anampenda. Kwa hiyo wawili hao walianzisha mahusiano na kupendana kiukweli, maana Vanessa aliamini kabisa kwamba Ekeme ni kweli anachokizungumza. Kwa hiyo walijikuta wanakuwa katika mahusiano, ndo wanasemaga ule msemo kwamba siku zote bwana, watu ambao watakuja kuishi pamoja huwezi kujua. Lakini baadaye Ekeme akiwa anaishi na Vanessa, alikuja mchumba wake wa zamani Precious, na kuja kugonga mlango kwa Ekeme na kumwambia Ekeme, baby, naomba unisamee, nimekumisi. Ekeme akamwambia, umenimisi baada ya siku zote hizo? Leo hii ndio unasema kwamba umenimisi? Bwana, acha masiala bana. Precious akamwambia, baby, naomba unisamee, nimegundua kwamba nimekosa. Kama umekosa baada ya siku zote hizi, ndio umegundua umekosa? Baadaye alitokea Vanessa na kumuita baby. Precious akasema, nini? Precious alipokuwa ameingia akamkuta Vanessa, akasema, nilijua tu nyie wawili mpo kwenye mahusiano. Kumbe Vanessa akasema, hapana, si kweli. Kipindi kile mimi na Ekeme tulikuwa hatuko katika mahusiano. Mahusiano tumeanza kuwa nayo sasa hivi. Precious akamwambia Vanessa kwamba, je, bwana yako kashakwambia kwamba anafanya shughuli gani? Ekeme akamwambia, Precious, mkaa kimya. Precious akamwambia, hapana, natakiwa nimwambie kwa sababu nyie wawili mnaenda kutengeneza familia. Precious alichokifanya ni kumwambia kwamba
ni kumwambia Vanessa kwamba bwana yako ni hackers. Je, unalijua hilo? Kiukweli Vanessa hakuweza kufurahi. Akasema kwamba na alidukua taarifa zako na kuzituma katika mitandao ya kijamii ni yeye, na mambo yako mengi sana ya siri ameweza kuyadukua. Kiukweli Vanessa ilimtoka kwenye reli na kuweza kuondoka. Baadaye tunaona kwamba Ekeme alimfuata Vanessa na kumwambia kwamba Vanessa, naomba unisamee. Hayo yote niliyafanya before kabla mimi na wewe hatujaweza kufahamiana. Lakini mimi siko hivyo. Mimi ni cyber security expert. Ni mtu ambaye anahusiana na masuala ya usalama mtandaoni na sio shughuli hiyo ambayo nimeifanya. Naomba unisamee kiukweli. Kiukweli mimi na wewe zamani tulikuwa hatuko katika maelewano na tulikuwa tunaishi katika mazingira ambayo yalikuwa si sahihi. Lakini kiukweli kabisa kwa sasa naomba unisikilize na naomba unielewe. Nakupenda. Ilibidi Vanessa aweze kumuelewa na kumsikiliza, na wawili hawa waliweza kurudiana tena kwa mara ya pili, na kwa sasa penzi lilikuwa moto. Unaona hapa Vanessa na Ekeme wakiwa wanapendana, na siku zote wanasema bana, wachukia nao ndio wapenda nao. Haikuweza kutarajiwa kabisa kama Ekeme angeweza kupendana na Vanessa kiasi hichi. So usisahau kushare, kulike na kusubscribe JSeri TV. Yeah, it's me again.